pole, sikuwa nasikia mzuri na jana na leo, lakini nimeona hata ukiwa mgonjwa ufai ukubali watu wenu wafinyiliwe, kwa sababu watu wengi ni wale uogopa utuziwa, kuambiwa nini. Lakini mimi hali naona si tunaelekea pahali tutaachwa na wale Wakenya wengine, na tutaachwa na wale Wakenya wengine kwa sababu ya mistake yetu sisi wenyewe. Jana former deputy president aliongea mambo mingi sana. Ile imefanya leo nikuje niambie Wakenya ni ile kwanza alisema yule inspector ING wa polisi ni mtoto wa kutoka hapa nyumbani. Nataka kuambia deputy president, former deputy president, ile lugha ulitumia si mzuri. Sisi wakati tulikuwa opposition tulipigwa mpaka risasi. Mimi wewe ndio wa kwanza kupigia simu nikakuuliza mimi mlemavu, askari wananiuliza nini? Uliniambia tutakaa kwa nyumba. Hata wewe kaa kwa nyumba saa hii. Serikali iko na wengine ile utamu. Kumbe hata sisi watu wa opposition naweza kula kanyama Starehe Hotel kama vile nilikuwa nateseka. Kaa nyumbani ndio ujue kupigania serikali iko ngumu. Uwezi kuwa wewe mtu yule amepewa na serikali au ING wa polisi si wa Nyeri, si wa Kerugoya, si wa Meru, si wa Mombasa. ING wa polisi ni ING wa Kenya mzima. Na nataka kuambia deputy president ulindanganya, former deputy president ulindanganya Gachagua. Ulindanganya na kitu moja. Wewe uwezi tafutia ING kazi kwa sababu yeye alikuwa hapa akiwa ni GSU. Yeye alikuwa commandant wa GSU. Na wakati alienda training na wao ulikuwa ndio ulikuwa unaiba mahindi ya msanda. Watu wengi hawajawahi ambiwa ukweli. Kama unaendelea kutusiana tutakwambia peupe. Na naomba marafiki wa deputy president wamwambie hivi. Awakumbuse. Wakati yeye alikuwa ndio, alitoka kwa kiti ya ndio juu ya nini? Barua iko online, iko kila mahali. Alifutwa kwa sababu ya kuuza msanda. Tunaomba ujipie heshima, upumzike, kwa sababu marafiki wako akina Ndindi Nyoro, akina Wamushomba tuliwaambia wakuambia uresign. Saa hii unaongea ukiwa msituni. Hata kusimama kitu huwezi mama. Saa hii wewe ni ngunia ya mahindi yenye imeosha imewekwa kando huko. Ile kitu nataka ukuomba ni ulituambia kikatiba, hakuna mtu Kenya hii ajui kikatiba. Yule deputy president yako ako kwa hiyo ofisi kwa Kithure Kindiki ni deputy president kisheria na kikatiba. Na kama wao ulikuwa deputy president elect, nataka uniambie mlikuwa mnashindana na nani kwa kiti ya deputy president? Nataka utuambie wa Kenya nani alikuapisha. Ile unadanganya watu wandogo hapa Mathira, usindanganya wa Kenya bwana. Kiti ya deputy president, hata wewe sasa ukisimama president, ni wewe utachagua rafiki yako ni nani. Kiti ya deputy president hakuna pali popote mtu anachaguliwa. Ndio yule aliapishwa, wewe uliambiwa wewe ni nani? Ulipewa. Halafu unafikiria ni nani anaweza fanya kazi na wewe, mtu hawezi ambiwa, hawezi sikiza. Afanda boss uliambia ni mbaya. Wakileta mambo ya sasa yui what yote ni mbaya. Ulikuwa unataka tu president afanye kazi na wewe aje. Ni kazi gani president angefanya na wewe na project zake zote? Wewe unasema ni corruption. Wewe ni deputy wa mtu, akikwambia hii unasema hiyo niliambia president ni mbaya. Wacha niambie watu wetu wa mlima. Mtu yoyote wa mlima ako na akili timamu na mtu ako na biashara. For now, for 80 years tutakuwa tunaongozwa na huyo Ruto, mnacheza na yeye. Nilikubali, mimi ndio naizi kupingana na Ruto. Wakati mlikubali Ruto akaingia State House, aliingia kama tuko na sheria, kama tuko na kisu, kama tuko na serikali, mkangangana mlimuweka pale. Kwa hivyo inueni mkono. Inueni mkono, Ruto ndio kila kitu. Na nataka kuambia former deputy president, heshima yako ingekuwa hivi. Ungeenda unyamaze, ile tupesa yote umeiba kidogo uko naye kwa nyumba, ungeenda ufanye kazi. Kwani Raila si mwanaume, yeye ameishi kupigwa na tiangazi? Umewahi sikia Raila akilia akitaya PS na ni mtu wa kutoka kwao Kisumu? Umewahi sikia Raila akiongea mfanyikazi yoyote yule ako kwa serikali akilia akisema afutwe? Ni bure kabisa bwana. Kuguzwa na kakiti tu hivi. Kuja kuona mgongo yote ni vidonda, nimepigwa na viboko na maaskari. Kesi ni 72 na siliangi. Kwa sababu ukiamua kuingia opposition, ngojea makofi bwana.
ya serikali. Utakuwa hata unatoka unarudishwa tena na tiangazi. Oma, mwaka. Hii mavidonda tunaponeza ni ya kupigania hii Kenya. Wewe ulisema Ruto ni mzuri, Wameru wakamchagua, Wakikuyu wakamchagua, kila mtu akamchagua. Kwa hivyo ngojea afanye kazi. Ngojea afanye kazi, na kama ulishindwa hiyo kazi yenu, ulishindwa kukaa na yeye, wachana na Kindiki. Kindiki naye hata waiongea kwa sauti. Kindiki hajasaliwa mtu wa kutuzi mtu. Kindiki hajasaliwa hata wa kukunjibu mbaya. Kindiki amesaliwa mpole. Mulikuwa na Kibaki anakaa kama huyo Kindiki. Muliongea. Kibaki ametutengenezea barabara zote zile ziko hii Kenya. Na aliongea na alikuwa anajua kuna Mount Kenya. Uhuru amekuwa hapa ametengeneza kazi zote za Kenya. Hajawahi sema tunashikaniza mlima. Alifanya kazi na akijua kuna mlima, mpaka watu wakalalamika. Wakasema maendeleo yote ile inafanyika Kenya ni hapa mlima. Ndio inafanyika hapa mlima. Lakini wewe kwa sababu mnasema wewe ni Truth Vumani siwi nani. Jana uliongea vizuri sana. Ukasema kitu ya kwanza, hiyo Truth Vumani na hii mdomo yako haunaga, kwani hata mndoro kazi upigangi huyu mdomo achike andapo. Jana uliongea vitu hata ilikaziriza hata mtoto. Ulisema Truth Vumani ulikazirika na Ruto kwa sababu aliinua kijana mmoja wa Murang'a. Akaenda Nyeri akasimamisha kijana mwingine. Kwa hivyo wewe umekosania na Ruto kufanya kazi yake kama president. Kitu nakuomba bwana former deputy president, ndugu yetu, hatutakuacha tu, wewe ni wetu. Na kuomba kura ukiwa nyuma ya mwanaume, hiyo sio kuomba kura. 2027 my friend. Simama kiti. Simama kiti baba. Simama kiti, wachana na kukaa ukiongea ukiwa kwa bibi. Simama kiti. Hizo kura zote za Mount Kenya senye umesema umekusanya umewaweka pamoja kupea vijana nafasi ya kujitoa kwa serikali na hamjawahi kuwa nje ya serikali, kusanya sote uwekewe kwa ndebe yako. Kwa sababu ya nini? Hii Kenya wale watu matajiri, watu wa kutoka hapa mlima. Sasa hii ukienda Isili hakuna hata mmoja na ulikuwa kwa hiyo serikali. Ukikuja huko hakuna. Juu yako ni mndomo. Hapa kuna mama mzee hapa alikuwa wife ya Magogo, alikuwa former CS samani. Mama ananyesewa, masamba yake imeenda na Wahindi, imewekwa fence. Wewe unaongea kwa TV tu. Juzi Kindiki kuingia hivi, hiyo masamba yote mama atarundiziwa. Mama alikuwa ananyesewa, Kindiki amemjengea. Tunataka action. Na habutapata matendo. Si tunataka mtu wa matendo, na ni Kindiki, hakuna mwingine. Mtu yoyote wa Kenya, si Mount Kenya peke yake, na Mount Kenya aswa, yule ako na shinda. Kindiki hataki mdomo kwa ma TV. Endeni pole pole, mumwambie tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii. Awafanyie. Juu mmezoea mtu wa mdomo. Alipiga mdomo mpaka mkakosana na Uhuru. Sasa hii tuko wapi? Alifanya perepepe. Saa hii yeye mwenyewe analia, anasema Kanja atolewe kwa serikali, yeye ndiye alimuweka. Sijawahi ona mwingine anaombea commandant kazi. Mtu alikuwa commandant wa GSU. Wewe ulikuwa ndiyo. Ai bwana, na wewe Gachagua ndanganya wale wanakunywa mridhiki huu. Inaitwa mokacha bwana. Naye pombe utamaliza. Kwanza ulikuwa unasema unamaliza pombe Meru. Nilikuwa nasikia hukumu. Umaliza pombe nini wewe? Wewe. Kuna kikombe umeona Mburiwa ikienda hivi ama inaendanga huku. Sasa unaambia Ruto amalize nini? Wale watu wanakunywa pombe ni under 18. Mtu ndiye atajipanga na pombe. Hakuna kijana hapa. Hakuna mtoto wa shule hata mmoja anakunywa pombe. Sasa hiyo sio siasa, hiyo huwezi leta kama siasa. Wewe kama umeokoka, elezea mapasta mambo ya pombe. Kuna wale wanafanya biashara yake, kuna Mburiware, kuna Keroche hapa. Keroche ilikuwa ya mtoto wenu. Kibaki alikuwa huko, ilikuwa inakunywa. Uhuru alikuwa hapa, ilikuwa inaendelea. Sasa hii unataka umeianguza. Naomba Kindiki biashara za watu. Urundishe biashara za watu wote. Na hata wale unaambiwa ndio anasimamia mlima, hakuna mtu anasimamia mlima. Rudisha biashara zote. Mkulima wa kahawa apate haki yake Kindiki, usaidie president, watu wa mlima wapate haki yao, juu walikuwa wamezuiliwa. Huyu ndio mbroka hata wa meli, hatutaki kuongea vitu mingi. Niko unaenda kumbroku huko unafikiria Ruto ni nani? Si uliruka kumbroku kahawa, ukakatua wakati inaingia. Wewe tusiongee, ataongea siku moja. Kindiki nakuomba hivi. Kama ni masiwa, ng'ang'ana watu wetu wapate pesa yao ya masiwa. Kama ni mayani, ng'ang'ana wa Kenya wote
Wewe Kindiki ni mtoto umelelewa vizuri na umesoma. Wewe ni profesa. Wachana na chairman wetu wa illiterate tuacho na yeye huku kupiga mndomo. Mkulima wa kahawa apate haki yake, mkulima wa majani apate haki yake, kila mtu apate pesa kwa mfuko yake, aweze kurudisha watoto shule. Wale wakikuyu wanasema na Wameru wanapigania Gachagua, na nyinyi piganieni Gachagua. Hata sisi tulipigania Raila, na hakuna mtu yoyote amewahi kuwa na ground kubwa duniani kama Raila Amolo Odinga. Na ndio hiyo tumechoka, tumeenda EU si kuomba kiti huko. Kwa nini? Ground ichaguangi mtu. Kundanganya community iweze saidia wa Kenya. Na niombe wa Kikuyu na Wameru, wakati wenu mko na daraja moja yenye imebaki ni Kithure Kindiki. Mkivunja hiyo, takuwa mnaona serikali zikipita na meno itakuwa inakuwa mchanga. Asanteni. Kuna swali? Lakini wale wengine tunajua Raila amesha ingia EU. Kwani wakati nimeishi nikiwapigania nikiwa kwa Raila nilikuwa nalipwa na nani? Nimepigania miraa, nimepigania askari wakaongezewa mshahara, nimepigania walemavu saa hii wanapata, hata kama tunapata 2%, mimi ndio nimeipigania. Ile kitu sitaki kwanza yule anasema nimelipwa. Haleluya. Hata mlemavu akilipwa akule nyama. Wewe ulikuwa kwa hiyo serikali Gachagua. Hii makosa unaitoa sasa, mbona huku unaongea? Acha kusumbua watu bwana. Na hii wale naambia ni watu wa mlima. Mimi nawaomba kwanza, before mtake decision ya kupigana na serikali, kupiga nduru, pandeni Mambazi muende Kisumu. Mahali tumeishi kwa opposition, mahali wameishi kwa opposition, ndio mtajua maana ya serikali. But ile kitu najua, wale wameishi kupiga kura zao na yule wamechaguliwa ameishi akichaguliwa. Tunaweza pinga, mnaweza kosa kupinga, lakini ile mimi natoa ni maoni yangu, na kuna wengine nao watatoa maoni yao. Lakini mjue mali mingi na mali biashara zile zilikuwa mingi hapa zinasaidia watu, zilikuwa setu. Wale mlichagua kama Gachagua walienda kupiga mdomo, kupingana na serikali, kuonyeshana vile wako na ubabe. Mtu amechaguliwa rais, wewe ni deputy, umepingana na yeye, utaamini wale watu wako Kikombo utawasaidia na nini? Yaani alienda kufanya kazi ile mimi nafaa nifanye, kupiga nduru. Yule alikuwa anafaa afanye vitendo. Lakini nataka kumwambia serikali itaendelea na Kindiki, serikali itaendelea na Ruto mpaka tushike adabu wale hawaamini. Lakini nimejua kitu moja, na hiyo naiombea. Kwa hii mlima wafanyabiashara wameanza kuchanuka. Saa hii hata rafiki mmoja wangu wako hapa nataka kumwashua. Saa hii 60% iko kwa serikali. Ni kunyamaza, wanawanyamazia tu kucheka. Asante. Kindiki, unaona kama kuna vile atasaidia Mount Kenya na yeye ni mtu wa kuambiwa hana safe kwa Ruto. Ruto hii nchi ni kama ndiye anaongoza peke yake. Unaona kana kuna vile atasaidia? Hata Ruto alisaidia kwao wakiwa wanapigana na Uhuru. Kuna kitu watu hawajawahi jua. Kindiki anaambiwa kazi yake ni kuambiwa. Hata Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuambiwa. Hata Ruto kazi yake ilikuwa ni kuambiwa. Mtu kama ni rais, ukiwa ndipite wake, hauna pahali unaenda kumwambilia kitu kingine gani? Unless upige mdomo kama Gachagua utoke hauna kitu, na hakuna kitu utasaidia watu wenu. Na kitu nataka kumuomba Kindiki, ile mdomo yote unasikia ukiambiwa wewe ni mtu wa kuambiwa, ambiwa usaidie kama huyo vile umesaidia huyu mama, ambiwa usikize. President akiongea aenda chini kabisa, pigia hata makoti. Usaidie watu wa majani wanalia, ambiwa kabisa nyenyekea. Usaidie watu wa maziwa, ambiwa unyenyekee. Usaidie mkulima wa miraa. Wale makatari umeanza kutoa pale airport, tutolea hao makatari wanaweka tuvindevu ya rendi hapa. Unyenyekee hivyo hivyo. Na namuomba Kanja, unyenyekee. Kwa Ruto ndiye alipewa kisu. Hakuna siku Gachagua aliapishwa ambiwa yeye atakuwa anauliza Ruto swali. Hata kisheria yeye alipik Gachagua. Ametoa Gachagua, amepik Kindiki. 2027 apiki Kindiki. 2032 hii sinema mtaiona mpaka watu watashangaa. Mimi najua chini ya deputy president ana sauti kwa president. Chini ya deputy governor ana sauti kwa governor. Si hii ya Kindiki tu mnaambiwa anatishiwa, hawezi ongea.
Kwani Gachagua aliongea akawasaidia na nini? Aliongea hiyo miaka 2. Juu alikuwa anaongea wakiwa pamoja. Ni nini aliwasaidia naye? Tuanze hapo. Kama hakuna kitu alisaidia, kwa hivyo mdomo haina kazi. Naomba Kindiki, wewe umelelewa kunyenyekea, nyenyekea kwa huyu mtu. Huyu mtu alilenyenyekea kwa uhuru, sasa hivi unamuona vile yako. Ukitaka kuwa kiongozi, nyenyekea kwa mkubwa yako, yule alipewa kisu na akaapizwa. Na wale wanadanganywa ati kuna kitu tutafanya Ruto for now, wasahau. Mimi naitwa Paxson kutoka Paxson TV. Ningependa kuuliza kutoka Ruto aingie uongozini. Kuna ajenda ambazo alielezea mwananchi. Kuna nini ambayo umeona ametimiza? Nimeona mimi. Saa hii nimeona. Affordable house inaendelea, lakini hapa kwetu hakuna. Wanasema iendelee. Ningewaomba na hii kamera, kama tungekuwa na gari 2 tufuatane, niwaambie moja ndio hii. Ile kitu iko ni watu wetu wanawekwa kachumba. Asira ndio msiingie kwa serikali. 3 years mtakaa chini ya miti. Kaeni kwa serikali ndio ile maendeleo mnataka. Tuitize. Si mimi nilikuwa naitizia askari pesa. Nilikuwa nasema walemavu wanateseka. Askari waliongezewa. Yule anasema hapana aseme. Walemavu waliongezewa. Serikali ni kuitizwa, si kuipinga. Utapinga mama yako na baba yako aje na uko ndani. Sisi ndio tulikuwa tunaipinga. Na ndio niliambia Raila. Watu wanasema Raila ni msaliti. Nani alimpigia kura awe president? Ndio awasaliti. Sasa sisi zote tumeungana tusupport ile serikali iko. Kwanza vile mimi Kindiki amepata nafasi, mimi hata siongei. Na hiyo kuna wenye wanasikia. Saa hii mlikuwa mnaringa zaidi mlemavu town. Ile kitu tunaomba asiumizwe na yeye asipange vita, Gachagua asipange vita. Ukipanga serikali inakuonea 18. Usipange vijana waende wapigane alafu urudi huku ukilia. Usipange na wewe usipangiwe. Hiyo naweza simama na hiyo kwa sababu baada ya hii yote Gachagua shinda ile tuko naye ni political. Hii mambo ingine ni ndugu. Mama mboga hajaumia kwa sababu atoki atuambie, anaumia na nawaona wakiuza mboga. Ile inaumiza mama mboga ni hii mambo ya kutoka kwa NHIF kwenda kwa saa. Hiyo tuliomba serikali waharakize, na mimi hata mimi nimechange online. Wajue njia ile yule mama atafikiwa na unduma kama hii ya ardhi. Na hiyo hata sisi watu wale wanaelewa, kama mimi nimekuwa hospitali jana na juzi. Watu waende waelezee shinda kwa yule mwananchi wa kawaida. Hii serikali ipange vile mwananchi wa kawaida atafikiwa na ujumbe wa serikali. Wasiwe tu wanafikiwa na propaganda ya wale wanataka kuharibu serikali. Swali, in terms of opposition, mheshimiwa, kwa sababu umekuwa kwa opposition kwa muda mrefu. Kwa sasa ambaye anajiita kiongozi wa upinzani nchini Kenya ni Kalonzo Musyoka. Hapo jana ametembelea sehemu ya Gatundu ambapo alikuwa akielezea wakazi wa Gatundu ya that President William Ruto with the former President Uhuru Muigai Kenyatta hakuna handshake ambao walifanya, na kwamba Ruto ndiye ambaye anambembeleza Uhuru kuweza kufanya kazi. Kando na hilo, unatuhumu ya kwamba yeye ndiye ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kuweza kuzuia reconstitution ya IEBC, na kuna allegations ya kwamba Kalonzo pia he is working for the government yet being akisemekana kwamba yeye ndiye kiongozi wa upinzani. Maoni yako kulingana nayo? Sasa Kalonzo atakosoa nini? Unajua kitu ya kwanza, Kalonzo hawezi jua ile president waliongea na former president, kwa sababu hajawahi kuwa president. Kwanza hiyo ya kwanza Kalonzo ajue. Number 2, Kalonzo hawezi kuwa leader wa opposition. Ana hiyo capacity na ana uwezo. Jana niliona ameenda supermarket, hata mimi mwenyewe. Kama we ni kiongozi na umeamua kuonyeshana umetoka supermarket, unaita hawa wote, unawanulia kila mtu ka shopping. Sasa ile ng'ombe gani ile inanunua maji 3? Ndio unaonyeshana kwa hata nyinyi mko hapa, na hata kama wanasema mimi nimelipo, sijalipo na mtu, lakini umwezi enda njaa. Kalonzo kutakuwa opposition mtu hata kwa Harambee anatoa 20 Makarena. Mlemavu hata tukiwa wakati ile, hata ulize mtu yoyote, Kalonzo anatoanga 20. Mimi ni mlemavu natoa 50. Nimeuza tumira yangu. Magari ya takataka inaleta natoa. Kalonzo ni ngumu kutoa. Huwezi kuwa kwa cheo yoyote Kenya kama huwezi nunulia hata mtoto ndawa. Tunafaa tukielezea serikali. Mtu wa opposition anakuja anasema nimetoka Gatondo, kama Gatondo mahali alikuwa kuna kitu alifanya. Sasa kama mimi naenda Kirinyaga kesho, naenda kupea mtu mwenye ni mlemavu kama mimi, ameishi kwa nyumba
for 35 years. Na amekubali kunipigia mwenyewe, aliomba namba. Tutoke na yeye, nimuonyeshe maisha ya mlemavu. Nyoka. Na nitatoa pesa yangu. Na kama kuna mtu mmoja awe Ruto, awe Kindiki ananipea pesa, mimi asinipee. Bahati ukweli, sisi Kindiki akiwa pale mlima tuko sawa. Kwa sababu hii kiti ingeenda na akina Musalia, ingeenda na akina Wanga ndio walikuwa wanapigania, ndio mlima mngefurahi. Maana kuna mtoto wa mlima wa Muongo na Tumbo. Si tumeishi kuwa support Mount Kenya West from 1963. Kenyatta tukasimama na yeye kufa kupona. Kibaki akakuja kula za Tharaka Nithi, ndio zilikuwa zinangojewa. Sikiingia tunasema mandugu yetu wamechukua. Uhuru akakuja tukasimama na yeye, kura zetu zikifika tunafurahia. Wakati yaka ketu wamepewa kakinjiko tu ya kuweka kwa mapua, unaamuka wengine karibu hata wang'oe meno. Tuonyesheni love, love. Huyo rafiki yangu bwana. Na mtakula, wacha niambie hao watu wa mlima. Mumeishi na watu wa wivu. Mlima mumeishi na watu, kwanza makazenzi wetu. Mumeishi na watu hapa wa wivu. Mnawaita watu wenu. Wacha mpewe, sisi itatoka mtakuwa mnakula mpaka msangae. Haki ya Mungu. Mtaona. Si mchele, hakuna. Sasa kama imetoka tunaambia Kindiki mandugu sister anawaganya. Na niwaambie hata wale Kindiki anasikiza hawezi nisikiza kama vile anaweza sikiza Mount Kenya West. Anaona ni mandugu yake hawamuelewi. Mbona hamuelewi huyu mtu? Mtu hawezi zaliwa tu wote, kila mtu ni wa kuropoka. Tena huyu ni profesa, hawezi ropoka kama mimi na Gachagua. Acha niache. Lakini mtu nataka kuomba. Kuna mtu anaitwa Kabogo. Kabogo, wewe ni kiongozi. Tunakuomba toa mwelekeo, watu wajue kutoka kwa serikali si mchezo. Kuna mtu anaitwa Wamusomba. Mheshimiwa Wamusomba, mkiwa na Ndindi Nyoro hakuna kitu hatujafanya na nakujua. Wacheni kuelekeza watu kwa Gachagua. Gachagua ategemea maisha yake iko kotini. Alingoja mpaka maisha ikafika kikomo. Atawasaidia na nini? Hata akikuja apepe hao wote awapeleke kwa Kalonzo. Kalonzo kwanza aweke maji. Nyinyi mko na maji, mko na title. Ana hizo Taka tuharibu maneno. Yaani mbebe mahali yenu mpelekee mtu ajui kutumia. Ukifungulia tabu Kalonzo anasema kuna ni maji. Ni maji. Achana na wivu mbaya iharibu mali yetu. Kalonzo si mtu anaweza ongoza wa Kenya. Ana hiyo capacity. Ameongoza Wakamba, hakuna mahali anaendanga. Jeremia Kioni ni rafiki yangu. Walisimama na huyu jamaa yetu wa kutoka Western. Hata kura moja hakupata. Kwa hivyo najua hii ni mchezo. Lakini kitu naomba na nanyenyekea. Sikizeni huyu kijana wenu. Huyu Kindiki kaeni na yeye chini. Hata nyinyi jaribini mbukiwa mkae na yeye. Umsikize ni nini yako naye. Ofa yenu mmepata kwa Gachagua. Huyu naye Mungu amemsaidia amepata kiti. Enda ukae na yeye chini umsikize. Unaweza enda upate tunaishi kuvaa nguo za mtumba, atupee nguo za kisasa. Simungoje, sinamjua roho. Mimi najua roho ya Gachagua, mimi najua roho ya Kindiki, mimi najua roho ya Kanja, na mimi najua ya Foma. Yule mlitoa Kinoti. Angekuwa hii mashinda yote unaona tuko naye mungekuwa naye, lakini kwa sababu nyinyi mko na uwezo ya kusunguka na kujua hali zetu sisi zote. Tafuteni Kindiki mtajua roho yake na mtatofautisha roho ya Kindiki na roho ya Gachagua. Lakini ile namalizia nikisema president ndio anaamua mdogo wake atafanya nini. Hata saa hii Gachagua angeambiwa akae. Na nataka kuuliza watu wa mlima, hata nyinyi mnadanganywa. Gachagua alikuwa ameomba msamaha kwa Ruto. Alikuwa anaomba tena aende akaongee. Si alisema asamehewe kwa kanisa? Alikuwa amesema asamehewe kwa kanisa. Aliinua mkono akasema president nisamehe. Naye Ruto hawezi kukusamehea. Juu aliyu unataka kupindua serikali yake. Kaa huko. Saa hii mimi ndio nakula nyama, wale wanasema ni nyama anza nakula na omena. Kujeni muingie kwa mtoto wenu tufanye kazi. Na kazi ile tutafanya ni ya kusaidia mwananchi. Huyo mama mboga, ndugu yangu anasemea, huyo mama mboga hata inuliwa kwa siasa, atanoinuliwa kwa kazi na kwa mipango ya serikali, na tuipee heshima. Sasa tunapigia Ruto nduru hapa, akienda Mombasa anaimbiwa. Tunapigia nduru hapa, anaenda Kisumu anaimbiwa, anaanza mirandi. Na sisi tuko hapa tunang'ang'ana, ni Gachagua, ni Kindiki. Sasa Gachagua alitoka, yule hapo ni Kindiki. Tufocus hapo kwa Kindiki. Asanteni. Niambia nyingine. Na iwapo Kindiki hatachaguliwa kuwa deputy president 2027, bado utaongea hivyo?
Kindiki hata kachaguliwa kwa nini na najua kazi yake. Wajua yule anasemanga mtoto hata kuwa ni yule unaombea mtoto wako afariki. Mimi najua Kindiki atanyenyekea na nyinyi kwanza wewe ndio utakuwa unanisaidia kusema Kindiki anafaa akae hapo. Lakini inasemekana Kindiki hana say. Ana say wapi? Mostly Mount Kenya. Unajua mostly Mount Kenya ni wapi? Kuna Mount Kenya West. Kwao mimi ni mtu wa kutoka kwao. Swali, kuna uwezekano 2032 Kindiki will be running for president of the Republic of Kenya? Watu wa Mount Kenya West, Meru, Embu, Tharaka na part of Kikuyu ambao wanamuunga mkono. Kuna uwezekano kwamba watamuunga mkono kama ataweza. Mimi ile kitu najua na wale watu wengi wanajua Kindiki ndio ako na power hata kuliko huyo Gachagua wanaimbia. Kindiki yeye alikuwa senator. Gachagua alitoka MP akaangukia. Hii ni kiti ya kuangukia. Kutoka MP ukaangukia hata kama naombe kwanza hapo kwao. Tuone kama atachaguliwa. Aombe hata senator. Senator. Hapa tuone kama atachaguliwa. Ndugu yangu atawaambia kama Gachagua ameoiomba senator ama governor. Aone kaunti yao kama inampenda. Watu wengi wanawandanganya Kindiki ana watu. Intelligent iwezi peana mtu ya Kenya, ipeane mtu ana power. Yule jamaa kitu ajui ni mdomo mapopo ajui. Lakini silent. Ile mambo atatufanyia. Na tena kuna kitu nataka kuambia Wakenya. Kindiki hafai ambiwa atapewa running mate. Ako na 3 years ya kuprove Wakenya kama yeye anaweza kuwa running mate. Na kitu ile ataprove naye kawa, mayani na mkulima wa kawaida. Hii mambo ya ardhi inasumbua president. Kama si Gachagua alimtatisha, ingekuwa imeisha na itokee kwa wananchi kama ina shinda. Wacha Gachagua kaa kando, kazi ifanyike, piga mdomo. Tumeizi tukipiga hiyo opposition, tuone mambo itakuwa aje. Kindiki anafaa tengeneza chama yake ama hata Hapana, chama ya Kindiki ndio yetu sisi. Kwanza mimi watu wetu sote tunasema chama ni Kindiki. Hakuna chama ni Kindiki. Hai. Kindiki hata akisema sufuria, akiamuka sufuria. wewe unasimama kiti gani 2027? Mimi kiti inasimama ya wheelchair. Viongozi wengi hapa Mount Kenya, ground imekuwa haiwataki hata kidogo. Watafanya nini ili ground iwakubali? Kitu hakuna ground inawakataa. Hakuna mtu amekataliwa kwa ground. Ni watu hawaendi kuambia wananchi ni nini mlikuwa mnafukuzia. Tuliona jana Kimani Ichung'wah akifukuzwa na mawe. Sasa hata fukuzwa aje kama uambii watu ni nini ulikuwa. Gachagua anawaambia mimi nilifukuzwa, sikufanya kitu chochote. Sikufanya, hakuna makosa yangu niko naye. Hawaendi waambie wananchi hata wao huyu mtu kila mradi yote ya serikali alikataa. Waambiane ukweli, waende waambie mwananchi ukweli. Mwananchi kitu anataka ni ukweli na pesa ifike kwake. Unaona? Saa hii kitu ile imebaki kwa serikali. Ni wajaribu kazi yao ni kuletea mwananchi maendeleo karibu na yeye. Na nyinyi watu wa mlima, mnyamaze. Juu hata msiponyamaza Kenya, wale wa Kenya wengine wamesajipanga. Na nyinyi najua watu wa Mindia mnajua. Wale wa Kenya wengine wamesajipanga. Kwa hivyo kazi yetu ni kufuata wale wa Kenya wengine. Na njia ya kufuata wale wa Kenya wengine, si Gachagua huyu mnaimba hapa. Gachagua alikuwa MP, akapewa hiyo kiti na Ruto. Kama angempea mngeimbia nani Gachagua? Lakini serikali inakataliwa kuote si Mount Kenya peke yake. Inakataliwa kwa mdomo. Kama hapana, Naona inakataliwa na mnalipa ushuru. Ukataliwa ni kulipa ushuru. ukienda hata Washington unapata hata siku ya jamhuri machifu wanakelelesha. Sasa hii serikali na ile tulikuwa naye Raila ni wagani walikuwa wanakataliwa? Hii imekataliwa. 2022 ndio mlikuwa mnasema tumechukua. Tulikuwa mpaka na Uhuru. Kila mahali tukipita mnachukua. Wakenya na wajua mimi. Mtu hajawahi kuwa opposition. Ndio anafikiri kuna mahali serikali inakataliwa, hakuna. Watu 10 wanasimama pale wanaweka mambo kwa mitandao. Ukienda uwaite wale wenye kupiga kura, utoke town, unapata watu kitu wanataka ni maendeleo. Na for now kitu na muomba president na deputy president, mkulima wa Mount Kenya hataki hii siasa hii ya kuongewa, anataka kuona ni nini. Hiyo ilifanya tutoe huyu mtu ni nini mnaleta kwa meza. Wawekeni kwa meza, wachana na hii propaganda nyingine. Mtapewa kura mpaka msangae. Hawezi kosa kufanya sawa, walikuwa wanamtoa ya nini? Hata mimi niko hapo ndio ya kazi. Mimi na wasupport nawaambia mahali fulani tufanye hii na hii na hii. Kindiki hawezi ndio kufanya. Na najua saa hii si unaona wamefanya kazi. Kitu serikali itaongezea ni watu wa propaganda.
Gachagua anasimama anaongea kama anataka kulia. Huyu yule ndio akishika bunduki huyo atawamaliza. Akilia mnaita mwingine naye analia. Hakuna maendeleo mpaka tulazimize watu kwa nguvu mpaka ingia mazinani. Na nataka kuambia Ichungwa. Nataka kuambia mtu anaitwa Kuria. Hakuna mtu anawakataa. Pangeni mipango, mkae karibu na mwananchi vizuri. Msindanganywe huku kwa barabara. Nduru. Kwani mtu kaya ako na watu 1000, wewe huwezi tafuta 1000? Ukae na wako na wewe uongeleze. Kwa hivyo kitu ile iko kama Meru, mimi nataka kuashua Tharaka Nithi. Siku ile ya Embu hakuna mtu ajui ni nini ilikuwa imepangwa na ni nini ilikuwa. Serikali iwezi shindwa na mwananchi. Unless kama serikali itaki kusaidia mwananchi wa hapa mlima. Serikali ikiamua ni kusaidia mwananchi wa hapa. Mirandi papa tumalize hiyo story. Mimi kama mwanahabari nimekuwa nikizunguka na nimekuwa interact na watu sana. Na watu wanasema Ruto amekuwa akidanganya sana. Kidanganya wananchi, amekuwa akitenga, anasema ametenga pesa, lakini hiyo pesa hakuna maendeleo inafanya. Ruto alikuwa anatenga na inaenda na Gachagua. Kwani mnataka kuambia ukweli sasa? Si mngoje 2026 awaambie. Ruto alikuwa anatenga, Gachagua naye anatatisha, anaenda naye. Ngoja matendo yake sasa, anatenga. Kindiki ni mtoto mpole, unafikizia mwananchi. Anatenga Ichungwa. President akitenga, mnatuita hata hawa wenye kupinga. Unaita kama yule rafiki yenu wenye kupinga. Anawekewa tu mafuta akiwa huko. Juu Gachagua sasa anawekea mara moja kwa mwaka. Anakuja, anaona maendeleo. Mpaka tuwalete pamoja. Hata wale wanapinga, waitwe mikutano. Waelezewe ni nini inafanyika kwa serikali. Si kutoa serikali isitoe mambo vile Rigathi alikuwa anatoa popo. Wacha mango hiyo kwa mipangilio. Vile huo unapanga familia yako. Wacha hata serikali sasa tuwe. Ruto akisema kitu inapangwa, kila mtu anajua. Inafanyika kesho na itakuwa hivi na hivi na vile. Lakini hii ya kutokea kama hawajaambiwa ndio inaletanga shinda. Na nataka kuambia mlima tuko pamoja. Kwa kahawa, kwa majani, kwa miraa na kwa maziwa. Watoto wetu ndio wasome. Sasa hata mkipinga serikali, hakuna mahali Gachagua atawasaidia. Yako na bilioni zake 5. Sasa hata akilala helikopta zitaanguka kwake 10 ikimchukua. Na wewe unapinga huko kwa barabara. Lakini serikali Gachagua amekuwa akisema ati alitoroka kwa kile kwa sababu ya support wananchi. Like nao kulikuwa na Dani. Gachagua alikuwa anakataa nayo. Anasema ifai kufanya kazi. Lakini Ruto akasisitiza lazima aendelee. Na Gachagua alikuwa anakataa na anapanda ndege akienda wapi? Unakataa na anapanda ndege unaenda huko. Sema alitolewa, amepata nafasi ya opposition. Sasa Gachagua anafaa ng'ang'ane awe kwa opposition. Ile mambo anaongea yote ni kama ile mchichana wakati ameenda kwao ndio unasema hakuwa mzuri na ulikuwa unazunguka na yeye town wa nini? Sasa Gachagua saa hii ni kama yule mtu amekataliwa na mchichana, anaweza ongea lolote. Saa hii baba Gachagua, bro, ingia kwa opposition na miguu yote mbili na uache kulia. Kwa opposition mtu atajangi sijui mainji, wachana na askari ni watu wandogo. Wewe wale unapigana nao ni Ruto na Kindiki. Pigana na wale njoo, wachana na askari. Akina Kanja ni watu wandogo, wale wamepewa kazi na serikali. Na serikali ile iliyoko ni ya Ruto na Kindiki na ndio imepewa Kanja kazi. Na kazi hawezi pewa kazi na wewe. Na ninaombea Kenya yetu, naombea watu wa mlima mfunguke. Mjue mahali mnalipa usuru pesa inaenda ni wapi. Kama mnafikiria inaenda kwa Gachagua, mkae huko. Kama mnajua inaenda kwa Ruto, tukae hapo tuletewe maendeleo. Na niambia Kindiki kaa pole. Hawa watajikuja na nataka muweke hii kwa sababu nilisema 2023 nilisema Januari kutakuwa na Musalia, kutakuwa na Kindiki, kutakuwa na Uhuru, kutakuwa na Raila, kutakuwa na Ruto na kutakuwa na Weta. Yule mtu nilisema 2023 Januari atakuwa kwa shinda ni Gachagua. Kwa nini? Hata wamama siku hizi hawaongeangi wamama ni chini ya maji. Hiyo mdomo yako, hata opposition utabaki huko kwa opposition na utabaki huko kwa serikali. Niambia hao mlima utakuwa unawapeleka wapi? Asante. Tusiongee sana, mtu ni mgonjwa.